mwanzo na mwisho. Huyo ni mpumbavu tu mmoja kwa sababu hawezi kusema vitu kama hivyo. Yeye nani kwa nini nyumba anapanda mimi kichwani? Anitawale. Mimi ndio utafuta kila kitu. Alafu anafanya vitu kama nisikilize. Iwe mwanzo na mwisho huyo mama yako anachotaka kufanya afanye. Kwa mwaka huu safari atanijua mimi kama naitwa Msati Chantungi. Kama alikuwa nielewi vizuri. Nimemua yeye bwana. Sasa baba. Yule mzee kuja kwake. Yule ana shamba lake huko kulini. Unganichungulia je? Kiwe nini nataka nikuchungulia? Sasa ninachokuambia, ufikiria we mwenyewe katika akili yako. Baba yako na mama yako ingechukua jukumu la kwenda kukutupa. Wewe ungejisikiaje ndani ya nafsi yako? Hii mizimu nimekaa nayo mpaka sasa hivi. Lelo ukeba kinyamasogo masikini kuonelewa. Nia na mazumuni ya kuja hapa, kuja kukwambia wewe kama mtu mzima, mtu mwenye busara, umuite yule bwana, umwambie, umuelekeze madhara ya kuudha nini ardhi. Yule mtu jana usiku nilikutana na stendi. Nifanya harakati zangu, mwisho wa picha ile mdada nikamkuta. Mimi hapa nataka pesa. Siwezi kuwa na hali hii. Kama mtaki kuhama na kuhamisheni mimi. Mmoja mtatafuta sehemu ya kwenda kukaa. Hapa tena sio Ngumburuni. Wewe chizi kweli. Chizi baba yako. Yule mzee Msati Chantungi alikuja kuvunja viundo ndo chizi. Kichwa kiko sawa. Wewe si la mzigo wa kula mizimuni. Sijui unisikia. Sasa kuniuliza leo masuala ya kipumbavu. Acha na staki. Sawa? Toka hapo. Aibu. Yale aliyotokea juzi yale. Na hisi 100% ni yale. Sasa nisikilize. Mimi ile shamba nauza. Umenielewa mwanaume? Tena usinivuruge. Kama umechanganyikiwa na maisha yako wewe huko. Yeye alikuja tu hapa na sketi yake na chupi aliyovaa. Leo anafika kukuambia maneno kama hayo wewe. Hajui kama wewe mwanangu au mwanawe. Haya fai mambo mengine kumwambia. Hii inakaaje? Alafu nisikilize. Wewe mtoto wa kiume, usipende kumsikiliza mama yako. Mengine hayafai. Alafu maswala ya ndani ya mimi na mama yako wewe hayakuhusu.